Haleluya, watu wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe sana. Leo ni siku nyingine tena ambayo Bwana ameifanya kwa sifa na utukufu wa jina lake. Tunakwenda kujifunza neno la Mungu lenye kichwa cha geuka kuwa mtoto mdogo. Tutakwenda kusimamia kitabu cha mwinjili Mathayo ile sura ya 18 kuanzia aya ya kwanza hadi ya 3. Neno la Mungu linasema, saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hawa ni wanafunzi wa Yesu. Baada ya Yesu kuambia, ni kama walikuwa wanabishana wenyewe kwa wenyewe. Mara baada ya Yesu kuambia kwamba ipo siku nitaondoka, nitakwenda kwa Baba na kuketi mkono wa kuume hapo. Sasa wakaenda kumuuliza Yesu, Bwana Yesu, hivi ni nani kati yetu ambaye huko tukifika mbele, maana aliwaahidi kwamba nawaandalia makao, mtakuwa upande ambao mimi nipo, mkono wa kuume kwa Baba, nyinyi mtakuwepo hapo hapo. Sasa wakamuuliza, Bwana, hivi ni nani kati yetu sisi hapa atakuwa mkuu tukifika huko mbinguni? Yaani huko kwenye mkono wa kuume hapo, nani atakuwa mkubwa kati yetu? Nani atakuwa mkubwa? Yesu akawaangalia akaambia, mjui chochote nyinyi. Na akamchukua mtoto akawaambia, mnaona huyu dogo, msipogeuka mkawa kama huyu mtoto, hamtaenda hata huko mbinguni. Swala sio nani atakuwa mkubwa, yaani hata huko mbinguni hamtakanyaga msipokuwa kama huyu mtoto. Sasa nikajaribu hapa kutafakari mtoto ana sifa zipi, na ndio kitu ambacho natamani kukifundisha sasa hivi. Lazima tuangalie mtoto ana sifa zipi. Hapo tukiangalia ametoa tu sifa moja ya yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama huyu mtoto ndiye mkuu huko mbinguni. Sasa mtoto ana sifa kadhaa. Kwanza kabisa, ukimwangalia mtoto ni mtu ambaye anaamini. Mtoto ni mtu ambaye anaamini. Ukimwambia jambo analiamini, ukimwelekeza kitu anaamini kama kilivyo. Sio mtu wa kutilia shaka. Mtoto sio mtu wa kutilia shaka. Na ndivyo ambavyo Mungu anataka na sisi tugeuke. Tuwe watu ambao sio wa kutilia shaka mambo. Tusitilie shaka neno lake. Namna atakavyotuambia tuchukue kama vile vile. Wanaonufaika na neno la Mungu ni wale ambao hawatilii shaka neno la Mungu. Hawatilii shaka neno la Mungu. Neno linaposema kwamba sitakufa bali nitaishi, ukiamini kwamba kweli hautakufa, hilo neno litazama matunda kwako. Lakini ukitilia shaka, asahau. Yesu anataka tuwe kama watoto. Unachomwelekeza ndio iko anakichukua. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili, mtoto anapokea mambo kama yalivyo. Sio mtu wa kuhoji mambo, ana judgment. Unapomwambia kitu hiki, Bwana, kwamba Mungu ana uwezo hadi wa kuhamisha milima. Ni kweli daktari amekwambia tumbo lako halizai, lakini Mungu anakuambia kwamba nitakupa uzao. Ukiwa ni mtu ambaye unachukua kama ulivyoambiwa, hakika utazaa matunda. Na ndio Mungu anatamani tuwe watu wa namna hiyo. Tupokee mambo kama ambavyo anatuambia. Mungu wetu sio Mungu wa kueleweka. Mungu hajatuumba ili tumuelewe, ila ametuumba ili tumwamini. Kitaka kumuelewa Mungu ni ngumu. Ndio maana anajidhihirisha kwa watu tofauti tofauti, kwa namna tofauti tofauti. Hana njia moja ya utendaji wa mambo. Hakaririki. Ndio maana kuna mtu atamuona Mungu kama mponyaji, mtu A, mtu B pia atamuona Mungu kama mponyaji, lakini namna alivyowaponya ni tofauti. Mtu mmoja atamuelezea Mungu kama mponyaji, mwingine atamuelezea Mungu ni kama Mungu atajirishaye. Ana namna nyingi za kutenda. Sasa ukimwamini Mungu kama upande huu ukaona hawezi, hautanufaika na huyu Mungu. Sifa ya tatu ya mtoto ni mtu ambaye hajasongwa na mambo mengi ya dunia. Kiangalia mtoto ni very pure, mtoto msafi. Mtoto anaishi utakatifu.
Maisha hayajambonda bonda, hayajambadilisha badilisha. Ukisoma ile Luka sura ile ya 8 aya ya 15, Yesu pale alikuwa anaelezea kwa habari ya mpanzi, kwamba mpanzi alipanda mbegu, kwamba baada ya kupanda mbegu zingine zilidondokea kwenye miiba. Akasema zile zilidondokea kwenye miiba, anafanisha ni kama mtu ambaye amesikia neno la Mungu. Baada ya kulisikia neno la Mungu akasongwa na mambo ya dunia, ile neno alikuzaa matunda ndani mwake. Watoto ni watu ambao asongwi na mambo ya dunia, bado hawajaanza kusongwa. Yesu anataka tuwe kama hao, tusisongwe na mambo ya dunia kiasi kwamba neno la Mungu likashindwa kuzaa matunda ndani mwetu. Yesu anataka sisi ndo tuisonge dunia, sio dunia tusonge sisi. Au mambo yetu ya kimbingu ndo yaisonge dunia, sio mambo ya dunia yatusonge sisi. Yesu anatamani tuwe hivyo, na tukiwa hivyo anatuambia kwamba hivyo ndipo mbinguni tutaenda. Lakini kingine pia, Yesu anataka tuwe katika hali ya unyenyekevu. Hao wanafunzi wake walikuwa wanawaza nani awe mkubwa, nani awe mdogo. Wanabishana mpaka wanaenda kumuuliza mwalimu. Lakini Yesu anatamani hata kama mkubwa kiasi gani, hata kama wewe ni mkubwa kiasi gani, anatamani ugeuke uwe kama mdogo, unyenyekee. Yesu mwenyewe alikuwa Mungu, lakini alikubali kuuvaa wanadamu na kuja duniani kutukomboa. Baada ya hapo ndipo alipata tuzo. Mungu akamkweza, akampandisha, akampa jina lipitalo majina yote, yaani Yesu. Kila goti litapigwa mbele zake na kila ulimi utakiri mbele zake ya kwamba Yesu ni Bwana. Ni kwa sababu gani? Licha ya umungu wake, lakini alinyenyekea. Alitamani kutufundisha sisi wanafunzi kwamba ndio, licha ya kutupatia vipawa, sijui uwezo na nini, ukubwa, vyeo, lakini anatamani tunyenyekee, tuwe kama wadogo, tusijikuze, tusijikweze, tuwe kama wachanga, ili turithi ile ahadi ya uzima. Haleluya! Hiyo ndio tiketi ya kuingia huko mbinguni. Tuwe kama wachanga, tuwe kama wadogo. Mungu akubariki sana kwa ajili ya neno hili. Mungu akusaidie, akufanye kuwa mdogo, akufanye kuwa na mtu ambaye unachukua neno lake kama lilivyo na kuliamini. Akufanye kuwa mtu ambaye una uwezo, mambo yako ya kimungu yataisonga dunia. Yaani utakuwa chachu ya mabadiliko ya dunia. Utakuwa nuru, utakuwa chumvi, na sio dunia igeuke kuwa chungu kwako. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu.